nilikuwa nimekuja kama tutakuwa na wageni. Sijui kama nilikuwa nimekugusia hiyo swala ama ni aje pale usikilizaji. So tukifunga jua kama leo ni Friday na Friday nakwambia tunafanya vitu tofauti kidogo. So niko na wageni ndani ya nyumba. Watakuwa wakijitambulisha hapo huku tukiendelea. Mpendwa msikilizaji wengi. Tuanze wapi? Mami, mimi kwa majina? Mimi kwa majina kamili naitwa Sophie Kantu. Okay. Mimi ni member wa Rusabagi Gang. Naishi hapa Kalobeyei Village. Okay, kiongozi hapo? Mimi kwa majina naitwa Moi, hiyo ni jina ya stage. Okay. Lakini majina langu halisi ni Mose Noah. Na kazi yangu ni kuvaa viatu vya watu wengine kwa kuigiza maisha yao kwa ukweli. Kuigiza. Sasa kwa shangana vaa viatu aje? Kwani wale watatembea aje bila viatu? Kabisa. Mabu pale vile upande wako. Mimi naitwa Yvonne. Mimi ni msanii wa Rusabagi Gang. Naishi hapa Village 1. Kabisa. Tuanzie na kiongozi hapa. Kwa majina mimi naitwa Samuel. Lakini kwa jina la stage sana. Wale watakuwa wanashangaa bwana, hii mbona gengi ni kubwa sana bwana. Wao ndio wasikilizaji wanashangaa bwana. Mbona hii gengi ni gani? Hii mnajihusisha na nini sana hapo nje? Sisi tunahusikana sana na movie. Maakta hapa Kalobeyei. Okay. Ambao tuliona kupandisha vipaji vya vijana. Okay. Sana kwanza tulianza kuiona kipindi hapo awali sana. Na tukawa tunaangalia kwa saa hizi mitandao kiukweli imetusongesha, teknolojia imeenda mbali kabisa. Sasa kwa hapo tukaanza kujiwaza tutafanya nini ili tupate kipato. Wengine unaweza kukuta hawana makazi lakini kupitia hii sana ikawa inalipa, kwa sababu watu wengi waamini kuwa mitandao inalipa. Sasa tunatakana tuoneshe vijana wajitume kwenye kazi. Kuna vijana wengine wanakuta ni wakora. Naam. Kwa sababu hawana vitu vya kufanya, lakini kama umejipush kiakili, media zina uwezo wa kupea kile kitu kenye unataka kabisa. Wacha wengine wanadada pale vile. Umejiunga na kundi nini? Mimi mwaka wa 2025. Sasa hii ndio mwaka yako ya kwanza, ya pili hivi? Ya pili. Nini nikusukuma kabisa juu naona bado ni mdogo. Nini nikusukuma hadi ukasema bwana acha mimi pia nifuatilie uigizaji? Hiyo ndio ilikuwa ndoto yako kuwa mwigizaji ama? Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu. Na kilichofanya nijiunge. Niliona mwanadada fulani hivi kwenye movie. So alinivutia jinsi anavyocheza. Mgani huyo, anaitwa nani mwanadada? Mhindi ama ni? Tanzania. Okay. Kiduchu. Sisi ni watu wa kitambo. Mimi ni mtu wa Kanumba, kina Auntie Ezekiel. Sasa kinasikia Kiduchu sijui nini wale sielewa vizuri. So ile ndio ndio wako na klasi moja ukwe kama yeye. Na Mabio pia kwa upande wako? Labda ulijiunga na kikundi mwaka gani? 2025. Nini ilikupush? Nini tu nilionanga watu wa Rusabagi Gang kwa movie wakifanya movie yao ya watoto wa dangaji na nilivutiwa sana. Nikaona ni kazi nzuri sana, nikaamua kujiunga nao. Ilikuwa wasema movie ilikuwa inaitwa gani nilikuvutia? Watoto wa dangaji. Kudanga ndo watu wameelewa kwa kujiuza. Hiyo movie ilikufunza nini? Ilinifunza tu venye mama wana struggle sana kupeleka watoto wao shuleni, alafu watoto wao huko wanafanya vitu yenye haifai kabisa. It make sense. Wanajiuza. Mama kidani wanaenda shule, kumbe waendi shule, wanaenda kujiuza huko mtaani. Kiongozi hapo hivyo. Huwa mnachukua utaratibu gani ku make sure kwamba unajua saa hizi bana ni kubaya? Hizi ni kubaya, kategori yako ni nini? Huwa mnafanya aje hadi angalau mkuje na movie kama ya kuelimisha ambayo amesema yeye? Huwa kuna support fulani watu wa majuu. Kongo hizo tunasema Bulaya. Watu wa Bulaya wanatuma do ama ni mnajichanga vipi kuhakikisha kwamba kwa maana production is expensive, ndio? Kuna action umepata kamera, mmepata watu wote kwa set na mnaanza kwa kusema kweli sisi hatuna support yoyote na wala hatuna mtu mko Ulaya. Yaani sisi tunajitoa tu. Kwa sababu ni kazi ambayo sisi wenyewe ambao tulijitakia. Okay. Wanasema kwamba maji kisha yavulia nguo lazima uyaoge.
Kabisa kabisa, wapenda wasikilizaji, ndani ya nyumba niko na wana gang, nimeshika tu gang peke yake. Unajulikana kama gani? Kumbushe tena pale kidogo. Rusabagi. Hii jina ni ngumu sana kuliko dawa malaria. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini Rusabagi? Nadhani ungeuliza kwanza mkuu wetu kwanza. Huyo ndio kiongozi. Kiongozi bwana, mbona tupie jina? Mbona tusiseme tu jina tu? Rusabagi inamaanisha nini? Ama ni jina hapo? Rusabagi hapa anasema jina. Rusabagi ni sehemu ambako tulipotoka. Okay. Eneo ya Uvira hapo. Oh, niko Uvira Rusabagi. Kabisa ni kitu maana sana kuenzi mahali ambapo umetoka, si ndio? Ndio. Kwenda kila siku Kakuma, kurudi Kakuma na mazingira haitatufaa zaidi. Kabisa ndio nikaungana na wenzetu kufanya kazi. Kabisa. Mami hapo hivyo. Kwa mimi wanapenda kuongea na wanadada. Sijui kwa nini. Lakini hatusaiki changamoto gani? Kabla sijakuuliza changamoto, labda wao wanapenda kuigiza part gani sana pale vile. Ile ukipewa hiyo scene unasema hii ndio yangu sasa mimi nataka. House girl. Yaani vitu zote wanataka tu house girl. Yaani house girl wa kuteswa hivi. Alafu mami na wewe? Kwa mpenzi wa mtu. Yaani mtu wa mahaba. Kihindi hivi. Labda changamoto gani ambao wasichana wanapata katika sanaa, especially Kakuma na Kalobey? Huwa changamoto zote ambazo huwa mnapitia zenye kuona bwana, hii shida ni mingi tu, lakini wanaume hawana, ni ya mademu tu ndio. Shida gani wao wasichana wanapitia katika sanaa? Challenges zenye sisi tunapitianga sisi kama wasanii wote wa Rusabagi. Sio tu wasichana. Okay. Sisi tunapitianga sometimes hatuna cameras, sometimes tukitaka kwenda kushoot movie, kama tukitaka kwenda Kakuma hatuna nauli ya kwenda, hatuna pesa ya kwenda kurent hizo manyumba. Like last time tulikuwa tunapanga twende tushutie na Atorite, na hatuna hizo pesa za kulipia Atorite, na eti room moja inachukua 4,000. Eti kushutia nje ni pesa nyingi sana, na hizo pesa zote hatuna. Tunapanga movie za kwenda kushoot huko mbalimbali, tunajipata hatuna pesa za yenye na kusupport. Yenye kiongozi alikuwa ongezea kitu. Kusema ukweli, challenges tunapata ni nyingi sana. Kwa sababu ukiangalia kwa sisi kama wasanii, hapana sisi wasanii wa Rusabagi peke yake. Wasanii wote wa Kakuma Kalobey. Kitu ya kwanza ni mocking. Kwa sababu ukiwa unaigiza watu wa community, kuna wale ambao bado hawajaelewa mambo ya sanaa. Kuna wale ambao wanaongea kuwa sanaa inafunza labda umalaya. Labda sanaa inafunza mambo ya ujambazi. Unaona? Lakini sio hivyo, na hiyo pia ni challenge sana, kwa sababu unakuta kwa Afrika ya community wako na kuendelea vibaya sana. Nyingine challenge nyingi, kwa sababu sometimes ikikuja location kama vile dada alivyoongea. Unaona? Location inategemea na scene kama vile alivyoongea. Tuseme kwa mfano kama scene imeongea unatakana kuwa kwenye uwanja wa ndege. Lazima uende kwenye uwanja wa ndege na lazima kuwa uko na pesa. Sasa hapo kama huna pesa lazima kutapitia challenge, kwa sababu hiyo scene haitapigika kabisa. Na hiyo ndio inakuwa challenge sana kwenye sanaa. Kitu kingine, kuna watu wengi hapa Kalobey na Kakuma bado hawajaelewa mambo ya sanaa. Unaona? So pia ukisema labda ukipata hata na mtu ambao bado wako na kipato na unamwambia nataka labda unisapoti kiasi, ama upate mama umwambie nataka tu nisaidie tu kupiga hii kazi, atakuona kama wewe ni fala, kama wewe ni mjinga, kwa sababu bado hawajaelewa mambo ya sanaa. Kwa sababu hapa sio kama Tanzania. Tanzania utakutana hata na washosho, kila mtu ana act, kila mtu ni mwigizaji. Unaona? So challenge ni nyingi sana. Kuna baadhi hata na challenges ambazo hatuweza hata kuongelea hapa. Haya, mdosi, hata unaweza ongezea kitu hizo zenye hatuwezi ongelea hapa. Sema tu zote ufunguka. Tuone tunasaidiaje. Tuko hapa ili kurekebisha mambo, ndio maana watu na host wasanii. Mnatuambia challenges, alafu kampuni nasikia kwa jina watu wengine wanasikia. Wanaweza toa suluhisho pia, ama wanasema wanatasaidiana aje hapo hivyo kuhamasisha jamii. Ama namna gani? Labda unaweza maliziaje kitu ya challenge kabla tuifunge kabisa? Kupitia challenge. Kikweli sana niseme kwa wanadada. Wanadada wanapitia changamoto kubwa sana ya kazi.
kwa sababu pengine tunaweza tukacheza naye kwenye sehemu za mapenzi wakawa wanamchukulia community kwa yeye ni malaya. Wajeelewa tu. Hata mama mzazi anakasirika, kwa nini mtoto wangu? Kuna zingine sana hata atutoo. Lakini hata mimi nikiwa mzazi ati nini mtoto wangu ndio anakisiwa. Kila movie na mwanaume mwingine anakisiwa kila movie na mtu tofauti. Hata mimi nitachamu bwana. Sasa ukiangalia wao Watanzania sio hivyo. Watanzania wao washakaichukulia kuwa kazi. Sasa wanajua nini kilichomo ndani ya location. Acha na kuwapa watu wengi. Acha nikuulize tu swali. Ile wakati mnaigiza movie ya mapenzi pale wewe na mwanadada, sio mpenzi wako, mnaigiza tu halisia. Mambo za romance hapo kukisiana. Usikii kabisa kuna kama msimuko fulani. Mtafutane baadaye. Kwanza mimi ndio. Kwanza mimi. Bana hii mwili mtu wangu hiyo. Watu mkitoka pale vile kati kiisha hiyo maneno imeisha. Hakuna story tofauti na kuigiza hapo. Hakuna ingine story. Yaani tukishamaliza kazi kila mtu anatawanyika. Na hapo na make sure wadada wameenda mpaka nyumbani tunasindikiza. Wamefika nyumbani wakiwa salama. So kwa wazazi ambao wanatusikiza, labda mtoto wake ni msanii pale vile mwanadada ama mwanaume, alafu ako na hofu kusema kwamba bana labda kwa wanafunzwa mambo kama yale, mngeambia nini wale wazazi? Uko na neno? Hauna neno? Wale wazazi kwa ile kuambia kwamba watoe hofu. Watoe hofu. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Okay? Kama Zigamba alivyosema kwa ukitumia mtandao vizuri, una uwezo wa kukupa kila kitu. Na ndio maana naona vijana wengi kwa wakati huu anaweka wifi yake kwa nyumba, laptop yake. Kila kitu kinajieneza mle ndani. Jamaa hatoki ndani, yani anakuja tu asina pesa za kuemea. Jamaa anatoa pesa, anajiuliza pesa hizi zinatoka wapi? Huyu jamaa ni fema ama kuna siri? Hakuna. Isipokuwa watu yeye amejijenga katika mitandao yake, platform zake zinamlipa. Sasa sisi sio hivyo. Hapa Kalobei na Kaku. Wao wanatuchukulia vitu vingine, lakini tunawasihi sana wazazi. Waachilie kama na yeye ana shauku ya kuact. Nakuje. Tuko hapa juu ya kufundisha. Kabisa. Labda mami pale vile ungetaka kumwambia mzazi nini? Mzazi ambaye labda anafikiria wewe kwa kuigiza wako siri za mapenzi na zinginezo, anafikiria kwamba hiyo ndio uhalisia wako kawaida katika maisha kawaida. Ungetaka kumwambia nini? Ningetaka kumwambia aache kufikiria vitu anafikiria. Vitu vile tunafanya itakuja kuwasaidia pia nao baadaye. Kabisa. Kiongozi hapo. Mimi kusema kweli. Naweza nikaambia wazazi pia. Kile kitu ambacho nafikiria sivyo ambacho tunafanya. Na kingine ukiona mtu labda vile wanafikiria kuwa kufanya mapenzi kwenye filamu labda eti ni umalaya. Umalaya ni ndani ya mtu na fikira zake potofu. Kwa sababu kama amekuja kuigiza alafu na ni malaya, hata kama ende nyumbani, hata kama sivyo, kwa sababu kuna wamalaya wengi ambao wanafanya umalaya lakini si waigizaji. Kabisa. So behind camera. So ndio maana mimi nikisema kwa kuigiza si tunaigiza tu, lakini hakuna kitu chochote ambacho tunafanya. Ila na chengine sio kuigiza tu, ila tunaelimisha wao. Tunaelimisha kabisa. Ile maisha halisi inayoendeka hapa duniani. Labda mwanadada pale ni yako moja. Nataka kuambia nini nyumbani? Mimi ningependa tu kuwaeleza kwamba ambacho anachokifikiria sivyo. Kwa sababu kwenye dunia hii ya sasa kila kitu tu ni kama upepo. Kiongozi kwako pale sana imeanza kulipa? Kusema kweli sana inaanza kulipa. Na kulipa sio kitu rahisi kama vile nilivyoongea. Sana kusini ifike mahali ya kulipa. Inahitaji juhudi sana. Yaani inatakikana kuwa na bidii ya kazi. Kwa sababu ukiangalia kama YouTube yenyewe inataka tu watu wakae kama roboti. Yaani wanataka leo kiposti, tomorrow uposti kila kitu. Yaani uposti usichoke. Unaona? Kwa sababu YouTube haikei about kama utapata pesa za location, hiyo haitaki kujua. Jali hizo ma-watch hours na vitu kama hizo. So YouTube inalipa na ina depend na kazi vile unaweka kwenye mtandao. So sisi bado hatujalipa tujafikia hizo watch time. Lakini tunakaribia tu very soon. Kiongozi hapa hivi hiki kundi unaiangalia wapi? Miaka mitano mingi sana bwana. Miaka 2 zijazo hiki kundi unaangalia itakuwa mahali gani? Kwa miaka 2 iliyoko huko mbele, niko naona kiukweli inafanya kazi nzuri, kwa sababu kwa wakati huu kwenye tumefikia, kiukweli at least kidogo kuliko huko nyuma.
Ya hapa sasa niko nawaza tu nifanye vitu vizuri vile venye watu wanataka sana kuona kwenye platform zangu. Na wale mashabiki zangu wasichoke kuniangalia. Mimi niko hapo kama wakati huu nataka tuachilie kingine kibao kimoja hii. Mwanafunzi Zero. Hapo tunaelimisha. Kwa wale watoto ambao wanaenda shule, wazazi wajaribu hapo kuangalia video hiyo. Tunafanya kazi nzuri huko ndani. Tukiwa tunawaonesha maisha halisi. Kwanza tunaona maisha halisi yenye tunaishi. Baada ya hapo tunaandika. Tukishaandika kazi yetu sasa ni kuigiza yale maisha sasa. Ili mtu akishayaona labda wengine wanaweza kusema huyu ni Sam bwana. Huyu ni Sam, lakini hakuna anatatuambia anaishi hapa Kalobeyei. Fuata vile niko naongea. Nini kesi nafundisha kwenye ile sana yangu. Kabisa. Na ndio hivyo. Kiongozi pale, ungetaka labda msaada gani kutoka kwa mashirika na labda kwa watu binafsi ambao wanataka kuwekeza ama ambao wanatusikia ambao ni haki na nini? Na pia mashauri pia ni msaada, si ndio? Labda kwa upande wako kikundi hii unaona like msaada gani nilifanya angalau miaka 2 zijazo pale tufikie malengo ambayo bwana mkubwa hapa amesema? Kitu ambacho sisi tunahitaji ni support. Support ile gani? Kama sasa tukipata mtu ambaye anaweza kutusimamia, tupate vifaa. Yaani tukipata vifaa, kila kitu kitaenda sawa, kwa sababu bila vifaa hakuna kitu. Alafu tena nyingine tunaweza kupata support mtu ambaye anaweza kutusaidia. Maybe kama tuko na location, tupate mtu ambaye atatusimamia kwenye location, kwa sababu kuna location zingine zinahitaji pesa. Na ikishahitaji pesa alafu tutane sisi wenyewe kwa sababu kiangalia hata wasanii wenyewe mmoja wao ni wanafunzi na wanaelekea shule, so hawana makazi. Unaona, kwanza kwenye kundi yetu mtu ambaye akona kazi ni mtu mmoja. So hata kama ufanye kazi na unajua kazi hapa Kalobeyei inalipa, hawezi pata pesa msanii kae vizuri. Alafu tena msanii hawezi kuigiza kama hajakula. Unaona, kama hajapata kitu chochote hawezi pata muda hapo. Kabisa bana, kabisa. Sasa kama kuna hizo singi za kukula, mimi nazichapanga vizuri. Sema kweli. Singi yote ina chakula, nialike. Inasaidia vizuri sana. Kabisa. Uko shule pia uko kwa drama club? Ndio. Sasa huwa una manage aje ama huwa una balance vipi masomo na sanaa yako? Si tunasomanga from 1 up to time za lessons zikiisha kwa darasa ndio tunaweza pata time ya kwenda drama. Ndio. Na mimi naongelea ya nyumbani. Si tunatokanga shule 3 na hii ya Rusabagi game tunaendanga at 4. So nakuja na kupumzika kidogo, nikimaliza kupumzika naenda Rusabagi. So ingiliani na vitu zako za kusoma revisions na revise usiku. So umejipanga. Lakini bana baadaye talanta ndio inalipa. Wazazi pia tusikize, wanasema kwamba talent plays more than muscle. Watoto ndio support vizuri sana. Talanta itakuja kulipa one day, especially wao bado ni wadogo na big up sana mkubwa kuleta timu yote pamoja hivi, especially kukuza hizi vipaji changa. Ni kitu ya maana sana kabisa. So mimi kuna kitu moja nataka tufanye, ila mtu aniambia kama nimewaambush ama tunaweza fanya bado kwa dakika 3 peke yake. Labda unaweza niigizia kitu pale pia mpendwa msikilizaji pale ambaye anasikia ambaye kwa pale nje asikie kwamba bwana tuko na vipaji ndani ya nyumba. Kama tu dakika tu moja ama 2 peke yake hapo. Kitu tu fulani ndio hapo hivyo kumekisha tu kwamba tumefunga hii kitu ya ina style. Ama namna gani? Ama nimeambush. Sija ambush. Wao wanasema kwamba ati msanii ni jeshi. Kila wakati hapo tayari. Sasa sijui tutaanza dakika tu 2 peke yake, sivuke dakika 2 huku tukiendelea kumalizia. Kitu kidogo tu hivi. Uwanja ni wenyu. Sophie. Saizi ndo natoka shule. Lakini kaka sisi tulikuwa shule. Tulikuwa tuna revise na wenzako. Hiyo ni uhakika? Ndio. Mlikuwa na kina nani? Tulikuwa na kina Ivone. Mwalimu wenu ni nani? Mwalimu wangu. Na siku hizi mimi sikuelewi. Chunga kwanza nifike kwa mwalimu Noah. Moi. Yes. Bwana, jana niliona dada yangu akija saa 12. Kweli alikuwa bado angali shule? Kusema kweli Sam alikuwa bado shule kwa sababu kulikuwa lesson ambayo nilikuwa nawafunza, na hiyo lesson kwa kusema kweli tulichelewa kiasi, so ikabidi wanafunzi wote wachelewe. So lakini hakuna kitu ambacho kilitendeka, lakini ni hivyo tu vile alivyokwambia.
Unajua mimi sikuelewi. Tumekukabidhi watoto kama mzazi, basi unatakikana uwalee vizuri. Nadhani hapo unanielewa. Ndiyo, kwa sababu hata pia mimi natambua kuwa hiyo ni jukumu langu. Sawa. Kwa hayo maongezi yako, mimi nitayafuatilia tu. Sawa, wewe ondoa shaka. Yvonne. Abe. Nilisikia jana mlitoka saa 12 shule. Ni ukweli? Ndiyo. Na mlikuwa mnafanya nini? Tulikuwa tukisoma. Shule na inaisha saa 12? Ilikuwa tu ni revision kaka sote. Wewe, mimi sikuelewi kabisa. Katika hili STEM ya Manzia italipeleka mbele ili tujue gisi tutabageni. Kabisa bwana. Tujipigie makofi bwana. Bro, 0740366507 niambie bwana, hii mchezo wa kuigiza imekufunza nini? Lakini mimi nimenifunza kwamba kama mzazi ama mtu ambaye uko pale una guard mtoto, inabidi ushirikiane na walimu kujua kwamba mtoto ametoka shule saa ngapi, amerudi saa ngapi, kwa salama mtoto. Sio kwamba bwana unafikiria mtoto ako shuleni kumbe ameingia nyasi ameenda kufanya vitu zake huko hivyo. Tukimalizia watu ambao wanataka kufanya kazi na mimi labda wanaweza wapata kupitia nambari gani ama social media handle zenu ni kama zipi? Ama watu ambao wangetaka kufuatilia kazi zenu pale kwenye mtandao wanaweza wapata vipi? Kutupata sisi wanaweza wakatembelea labda kwenye channel yetu ya Rusabagi kwa sababu hapo kuko namba. Also wanaandika Rusabagi kila mahali YouTube ni Rusabagi Gang. Rusabagi Rusabagi R-A-G-I then G-A-N-G Rusabagi Gang. Yeah. Kila mahali TikTok. So platform ya TikTok ni Rusabagi Actors. Wakisearch Rusabagi Actors wanatupata, pia Facebook page Rusabagi Actors. Pia kama wanataka kuwasiliana nasi direct wanaweza wakapigia 0740124798 ama 0110896534. Labda ulilia pole ndio labda alikuwa hajashika kalamu. 0740124798 Okay. ama 010896534. TikTok, Instagram, Facebook tuko hapo. Na mtandao wote na X tuko hapo. X ni Twitter ya kitambo. Watu watafikiria kingine. Labda hawajui. Watufuate hapo. Tunatoa kazi yetu ya mwanafunzi zero. Namna gani mtoto anaweza kuwa anaenda shule na hana kitu kichwani. Kabisa. Sasa hapo tunawakujia wakiwa kama wazazi wafuatilie hapo, waangalie kipi kile tuko tunafundisha mtoto kwa wakati huu. Kabisa. Mtoto asije akakosa malezi bora, basi hawajamfundisha hapa. Sisi tuko hapa juu ya kuelimisha. Na kitu kingine kenye naweza nikasema hapa, kiukweli tuko tunasikia uoga wa kuingia location. Kwa sababu ya mazingira. Okay. Mazingira yametupeleka vibaya zaidi mpaka tumekosa sasa namna ya kuwa tunaenda kwenye location. Kiukweli watu wengine wenye wako wanatusikiliza wafanye kwanza jitihada mazingira ya watoa. Kabisa. Tutapiga kazi nzuri na watu watakubali. Rusabagi nasema kwamba bwana usalama imarishwe kidogo, vijana wachape shughuli. Mpendwa msikilizaji, basi sina la ziada. Hivyo tumemalizia interview yetu. Hivi ndio tumemaliza kipindi yako hewani. Ilikuwa ni Good Morning KK pamoja na mimi wako Remy wa Badogo aka The Tallest Congolese. Basi hapo nitakuwa nimekuacha tu hivi lakini hapana. Utakuwa ukijiunga basi pale vile na taarifa za habari pamoja na Ibrahim Manyang katika lugha ya Kiingereza. Alafu pale baadaye itakuwa ni Jasho Langu pamoja na Madam Captain pamoja naye anajulikana kama Jiko Rwanda. Mpendwa msikilizaji, na mimi kwa upande wangu nasema kwamba sina la ziada. Itakuwa nikiondoka majengoni pia kesho ambayo ni Saturday. Wacha tukutane ndani ya Rumba ama kipenda Afro Countdown. Bye bye.